Ukishuka kwa mpili ya tosha. Yeye alishamaliza kwamba huyu ni toro kwa Kiswahili cha kisasa, huyu ni bilikimu, kishamaliza. Huyu yuko hivi, kishamaliza. Hapo mengine ni wewe tu, ufahamu na akili yako yalishamaliza. Ingeleza hofu kwake yeye mwenye ambaye anaweza kaenda kwenye muundo wowote anaoutaka na asingiliwe na mtu. Juzi wakati wakazika hapo katoto tukakubwa, maana kalikuwa darasani ngata chekechea miaka 6, akalikuwa kamejaliwa kuwa na ukimwi. Walimu walikuwa soma ndio kalikuwa kanaongoza kwenye chekechea, kwa hiyo wamepoteza kiumbe. Si mara yao ya kwanza kwenda kuogelea, ili kameenda kuogelea, kumbe walikuwa wamezoea kuogelea huku hawafiki. Lakini wakisema kwamba wakawa wanasema hebu yanakufika wapi hapa? Yanakufika wapi hapa? Yanakufika wapi hapa? Alipoenda tayari kumeingia kwenye shimo refu moja kwa moja. Sasa waliobaki wale watoto wengine, fulani mbona hauji tukaenda? Unaanza kutoa vitutumizi, ukitoa vitutumizi shauri yako, tunakuacha. Njoo tuende sasa, wewe utakaa huko, umetoa vitutumizi. Matokeo yake baadaye kuona kama amechelewa, ukaanza kulia. Mmoja wakaja nini kwa magari amenalizo magari twende haji, ameingia humo. Sasa tangu alipoenda hajarudi. Yule bwana kuja kuingia maji marefu, akaona anaenda nafuatisha na mguu, anazama anasikilizisha na mguu, ndio kukanyaga kule, ndio akazama kule kumchukua yule mtoto, anapanda naye tutaisha kuisha. Mtoto ambaye wazazi wameambiwa naye gaho baba bihurana hawakujua. Hata wewe kwa kuwa umesoma sana na ndio hayo unayafanya, na wewe unajua kwa baada ya saa moja hii bado umeshamaliza mipango, ikitoka hapa naenda kununua kugeuka na usiku nitakula nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi au ya kimoto. Ushaanza mipango hiyo, ndio mipango yako. Lakini ya mkini ukakuta duka shingo na kama nyama usikane. Anagapi kwa Mungu na gati na elewa. Amen. Tumuogope Mungu peke yake, tuwe na hofu naye. Heshimu kile Mungu amefanya kwako, hajakosea. Yeye hajakosea hata kidogo. Mambo mengine hayo ya ziada yako tu. Hata kama ungekupeleza kama mwezi, ungepeleza kama jua, hatuweza kukuota wewe na wote. Wao tuletea nuru, wao tuletea mwanga. Wewe ni mtu tu, jua alishamaliza, inatosha. Na wala hata kwa usomi wako hata kumeenda utolisimamisha, ukaenda kulichunguza tu. Kama waruhusu unaenda kwenye jua, unaenda kwenye jua unatengeneza tu. Kuna mbingu nyingine Wachina wameanzisha, lakini sio ya mbingu yao. Hata ungetengeneza barabara za juu, lakini umeanza kwenye ardhi yenye Mungu ametengeneza. Haleluya. Amen. Hata kama ungetengeneza saa, lakini bado alishamaliza masaa. Maana ishasema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya kwanza ashamaliza. Kwa hiyo miundo mingine yote ya masaa unatengeneza wewe, alishamaliza. Uwe usiku uwe mchana, yatosha. Hata kama ungepasua bahari,
hajafanya badiliko, hata kama kuna mdomo ameweka hapa tofauti na watu wengine, nataka hiyo fundisho kwako. Wewe mdomo wako hapa, hata kama ni mlemavu, ni fundisho kwa bora mimi mzima, ili jifunze kwake. Muogope Mungu, usimdharau na usijidharau. Kwa nini mimi mlemavu? Hapana, lipo kusudi la Mungu. Bwana mimi sioni, lipo kusudi la Mungu. Lipo kusudi la Mungu kwako. Muogope Mungu, usijidharau, usijishushe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malizie Zaburi ile 96. Nisomee mstari ule, nisomee mstari wa 9. Zaburi sura ya 96 mstari wa 9. Na Mungu anasema, mwabuduni Bwana kwa uzuri na utakatifu. Ndio. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki. Naam, ulimwengu umethibitika usitikisike. Atawahukumu watu kwa kadri. Ishia tu hapo. Rudia tena mstari ule wa 9. Mstari wa 9 na Mungu linasema, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Ndio. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Ndio. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki. Naam, ulimwengu umethibitika usitikisike. Atawahukumu watu kwa kadri. Bwana Yesu asifiwe. Akawepo malaika mmoja aliyejifanya kuwa bingwa, kwamba yeye kwa kutengenezewa muundo na kwa sifa alizokuja kazipewa, akaona naweza kawa Mungu. Biblia inasema kwa alipoenda magharibi akamkuta, alipoenda mashariki akamkuta, alipoenda kama kaskazini akamkuta, kwenda kusini akamkuta, pande zote akamkuta. Endelea kusoma, kwa hata kama uko chini ya maji Bwana anakuona. Upande juu ndiko aliko. Ni wapi ambapo utaenda ujifiche uso wa Bwana? Ni wapi? Daudi yeye akagundua kitu kimoja, akasema nimeyainua macho yangu na tazama milima ndipo mwisho. Ukiyatupa macho yako huko yanaenda katika mwisho, lakini macho ya Bwana hayanaga mwisho. Akasema msaada wangu wapatikana wapi? Kumbe unapatikana katika huyo anayeona pande zote. Huyo ndio tutetemekee, huyo ndio tumsifu. Tena mpaka Zaburi ile 150 kwa Panteze, kwa Binubi na kwa Dani na kwa Ngoma na kwa Somali. Huyo ndiye anapaswa kusifiwa kwa kila chochote kilicho kwa sauti. Wale wa Mungu pasipokuwa na hofu ya huyo, matokeo yake tutakifanya vinyago. Tunakifanya vinyago. Ndio maana hata mimi napokuwa namuitanga Mungu, huwa naangalia ukuu wa jambo lile, kwa Mungu akaimba weza na usipolitenda malaika wa kusudi lako, lakini uwezekano wa kulifanya kabisa upo. Juzi niliona wamama, kama wamama wanaenda kulangua mahindi. Kaenda kimama mwenye kama pepa kweli.
tunapambana. Nikamtania nikasema hivi, kwa haraka kabisa mama yangu kabahatika ukapata kama milioni 100. Ukafanya nini? Kwa sababu nikachelewa hapa kanuni kanijua. Silicheka kama hivi nilivyocheka. Unaona upana wa wangu na mama huyo inaishia kwenye uzuri wa dunia hii. Yaani yeye hapo dunia wala haiwezi kumtambua ya ukini wakamjua kwenye kaka mtatu hata kwenye kitongoji asijulikane. Akaendelea kale kafesi aliyoishia ndio wakamjua tena dunia hii nzuri. Wakati kabisa juzi zote nilikuwa naangalia kwenye mtandao misi mmoja ambaye alikuwa anaongoza wakati ule, sasa ndio ni mzee anasukuma kwenye kibesikeli, hata sura haya yote ameshakakamaa, yote hayana maana, ambaye aliongoza kwa uzuri. Wanaenda kwenye mashindano ya uzuri, alijitokeza wanapiga kuna mapito nasukuma kwa wewe. Hata sasa ni mzee ambao lilishakakamaa, linasukuma kwenye kibesikeli, hakina nani. Unasema ya kitu kwa bisi, kwa kweli kwa uzuri. Ukiangalia kwamba huyu ndio kwa uzuri. Nikiambia kwamba huyu ndio kwa mzuri uongoza, unashangaa. Amen. Mambo ya muda. Tutumike na Mungu, wana wa Mungu, tutumike na Mungu, tumwekeze Mungu. Dunia yenyewe hii ni ovyo mara ovyo mara ovyo mara ovyo mara ovyo. Unapata kwenda shule shule sana sufuri kulimulisha sufuri kulimulisha sufuri kulimulisha sufuri, unapata sufuri. Amen. Upate moja. Kwa hiyo kwa chochote kile unaendelea kujifanya kwenye ulimwengu wa dunia hii bila kuwa na hofu ya kumtegemea Mungu na kumwabudu Mungu katika haki ni bure. Kwa dunia itanitambua. Ndio msimamizi niliposema kwa Mungu amenipa ufahamu na amenipa akili kwamba hapa hata kama nina suti zaidi ya 4 au 5 au ngapi nikazidundika zote mwilini nitalita chini. Hata kama ningekuwa na pea zaidi ya 2 au 3 za viatu nikazidisha tu nikatoa pea 2 kwenye mguu kama zaweza kaendea nikaanza kutembea hapa, wanasema mtu gani ameshajijua kabisa. Sasa unachanganyikiwa. Kwa hata wewe uweke kikoi, uweke kanga, uweke gauni, uweke na kile gauni, tutakuita chizi. Naona kama utakwenda. Maana tayari umezidisha nguo. Mlikasema sasa ndio akina mama mnahitaji sana kujaradia. Wamama mnahitaji sana kujaradia. Ukienda kwa fundi nenda kwa mama mgeni kuchonea gauni. Gauni moja inaweza kufanania nani? Ukijipa hatua, ukienda kwenye kilo zaidi ya kilo 3. Gauni hili moja. Ndio maana wataalamu wamegundua kwamba pande 1-2 haziwaendei, wanaongeza zimekuwa pande 3. Ndio inaendea gauni moja la mama akifanya hivi. Inakuwa nani kabisa kabisa. Na huko anaongeza na vitambaa vingine, anajaribia ndio unakuta ni gauni hilo. Sawa, wakati na ni muda, kwa sababu hata wakati wetu sisi wa Bugaro ulishapita. Ulishapita, zikaitwa zingine zinaitwa nini? Unajui? Ndio wa chupa. Akaanza kushamba ndio wa chupa Bugaro zikaisha. Sasa naona kama zinarudi tena. Zimerudi tena Bugaro kila na jinsi. Naona ni maneno tunaongea. Dunia tudanganya. Haina chochote mwana wa Mungu. Riziki na
sekunde na kila dakika. Je, inakuwaje? Inakuwaje? Uwe na majibu. Nikanena siku moja kwamba hakuna mwenye raha kwenye hii dunia na ulimwengu, hayupo mwenye raha hata mmoja. Kwa macho ya nje, ukikuta jamaa liko dukani linauza, unasema ni jamaa anauza jumla liko vizuri kweli, lakini nenda uangalie hesabu yake, mikopo iliyoko benki inampesa mpaka kula ni bajeti. Usishangae anakula maharagi, wewe unakula samaki. Unashangaa kwamba ili gari Santera inatoka mpaka hapa na kule barabarani kule. Jamaa imebarikiwa. Nenda kaangalie simu. Gari imefika sehemu fulani. Na inaenda kufanya imeharibika. Inaenda Songea imeharibika. Inaenda wapi imeharibika. Sasa anaamua kuzima simu. Ingawa watapumziki. Hana raha. Nani ana raha kwenye ulimwengu? Usaji. Usaji ya mtoto wa kumdikia hapo. Lakini nakosa watoto, una raha. Tapeleka shule kitoto, itakuwa 0 tu, una raha. Unapeleka Marekani, wengine wapi, kisikia kule, kwenye madawa ya kulevya, una raha. Utasema mimi nimechelewa kuolewa, ningepata mwanaume wa kunioa na ningefurahi. Unaniangukia. Kila siku ni makofi. Una raha. Kwa kweli ningepata kazi penyewe, ningefurahi maisha bila kazi. Unataka libosi. Unachelewa kila siku. Takufuta kazi nini? Una raha. Unawezaje kupata raha kwenye ulimwengu ambao adui yake na Mungu wa dunia hii ni adui yako? Amen. Yupo adui yako ambaye hawezi kukuruhusu uwe na raha. Utafanya kuna watu wanatembea kutoka na hamia. Wacha Yesu. Wengine hamia. Wacha Yesu. Wacha Yesu. Una raha. Anasema mtetemeke, msifu Yesu peke yake, ambaye anasema kila tunachofanya hapa duniani ni chema. Huyo tukitegemea kuogopa yeye, tuko salama. Ambaye anasema tusafishe kwanza ndani, ambapo humo ndani ndipo nakwenda kuwachunguza kuangalia. Mambo mengine hakuna, hayapo. Utacheka na mke, watoto watakugaya. Utacheka na watoto, mama atakugaya au mke atakugaya. Moyo wako utakuwa una furaha. Yakobo 4:17, kitabu cha mwisho hicho na kisha tusimame. Yakobo sura ya 4:17, neno la Mungu linasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo dhambi. Wewe ukijua kuyatenda mema na hayo usiyatende, basi ndio ni dhambi. Hayo tunawafundisha wana wa Mungu. Kama unaona kuna roho inakimbia kutamani mwili wako kusofti, mwili wako kukutengeneza katika mazingira ambayo unaona wala ulivyo hamna, nikwambie rizika kabisa. Rizika na mwili wako huo, ndivyo Mungu alivyopenda uwe. Yaani ndivyo alivyopenda kabisa uwe. Usijichafue kwa jambo lingine lolote lile. Yaani hata kama ungekuwa libadilisha pua, ukalibadilisha pua, ukalipatia turangi toka pua, kapua kawa nani kabisa. Fahamu ni kwamba Mungu alikuwekea kapua keusi. Kuna mtu mmoja
alikuwa anatupaka ushuhuda, na wewe najua umeshausikiliza kwa ushuhuda kwamba huyo mzungu alikuja akachungia huko Afrika. Alipokuja kuchungia huko Afrika, akamchungia binti. Sasa kwa nini anaenda Ulaya? Akajikoboa katinakshi, akajipiga brush, akajisugutua. Siku ya sherehe yake alipokuja mzungu, anatoka ile amejipiga brush, amejiwasha turangi. Kasema hapana, sio huyo. Sio huyo niliyempenda mimi, sio huyo niliyempenda ni mweusi. Hata kama ni weupe na kwetu alikuwepo. Alikuwepo kabisa huko, nilipenda mweusi, sasa sio huyo. Haya bai. Kalishia hapo. Wewe kanawe hapana. Jamani, mwanangu wasante. Nidikamu hapo. Nilikuwa nataka kuwakagua. Nasema mwanangu, huyo kijana alikupenda mwingi. Usiongeze chochote. Na kukagua mwenyewe nidikamu na kodi. Mashahidi waliokuwepo wananiona. Toka je nikuone. Toka je nikuone. Natoka. Nenda katoka hiyo. Natoe kafuru. Amen. Karudi ndani katoa bado. Nenda tena katoa. Nenda katoa. Ilipolizika kabla nenda watu wakuone. Nenda wakuone. Haina sababu. Sasa hiyo ni mashuhuda. Alikuwa amependeza hajapendeza. Usiseme unafiki, maana tunasoma andiko. Usiseme unafiki. Ili kwa macho yangu nilikuwa naona nipendeza. Mimi naona nipendeza. Majirani simama. Sema mbele. Usimame wote. Mtu mmoja aliyebarikiwa na Mungu apige kigelegele. Dunia hii ndivyo ilivyo, tudanganye. Kaa hivyo ulivyo mwana wa Mungu. Mungu amekupendelea uzaliwe Kasulu, yenye udongo mwekundu, basi kwenye mchanga. Akapenda katika kwamba uzaliwe hapo na ukue hapo. Mwambie Mungu asante. Aliona unafaa. Aliona unapendeza, ni kwa kusudi lake, si kwa kusudi lingine. Kama Mungu amekupa uzao zako, hata kama ni Jumamosi, Jumapili, barua ambazo amezisema, wala kuna shida kujifuata haraka kabisa na njaa. Sianza kupenda mavidoni na vitu vya ovyo, ukazaa moja baada ya miaka 5. Haina maana yoyote. Na hata kama ni kitanda kuandikia mwambie, naenda kuombewa wala tatenda. Sipotenda, kwa kusudi lake ndio nikakufikia mbinguni. Mwambie yeye haina maana yoyote. Ulimwengu na kuhadana, mpaka kuna nchi zingine wametangaza kwamba mwisho wa uzazi ni watoto kadhaa. Kwa kuzidisha hapo tutawahudumia mwenyewe, lakini serikali itabeba. Ni Abdul analenga bana. Vita ya kwanza Misri ilikuwa ni uzazi. Ndio vita ya kwanza kabisa. Misri akasema hawa Waebrania mkiendelea kuachilia wakaendelea kuzaa watatutawala. Wapeni kazi ngumu ili wasiendelee kuzaa kwa ongezeka hii nchi. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya vita kati ya Mungu na Shetani ni namna hiyo, kusema kwa iongezeke dunia, sasa hivi ongezeke
dunia. Kwa hiyo tayari wajue mwanamke na shetani ni uzao. Sasa nakuponda kichwa na nakuponda sikio kwenye uzazi, anaangalia uzao. Ndio maana watoto wetu wameolewa. Mwambie Mungu akupe ufahamu. Mwambie Mungu akupe ufahamu. Dunia inalia. Dunia imelia. Wanadamu wamechanganyikiwa. Madawa yamekuwa mengi mpaka wengine wameanza kuchanga watu moja. Mwambie Mungu, Baba nisaidie. Niwe na ufahamu wa kutetemekea na kukuhofu wewe Mungu, maana kila unachofanya ni chema. Kila mmoja aombe kwa namna anayoliona Mungu. Tamka, tuombe wana wa Mungu. Wewe Mwokozi, Baba yetu mwaminifu, Baba unayetupenda upeo, unatujua vyema kila nafsi na kila roho, kwamba tu wazi kwako kwa kiwango gani, tunaufahamu wa namna gani kukujua wewe Mungu, tuna utambuzi wa jinsi gani kwako wewe Bwana wajua, wewe Mwokozi wafahamu. Kwa maana wanadamu tumekuwa bize na mambo yetu, tumekuwa bize na shughuli zetu, lakini hatuibize kwa neno lako, hatuibize kwa kukusifu, hatuibize kwa kukuabudu. Tumekuwa bize sana kwa mambo yetu. Baba tusaidie na turehemu. Baba tuhurumie. Ufahamu wetu umeshuka kukujua namna ya ukuu ulio nao, namna ya ukuu ulio nao. Bwana tusaidie, kila mmoja ajue ya kwamba kwa muda na kitambo tutatoweka kwenye ulimwengu wa dunia hii. Tunayo makao ya umilele ambao Baba umetuandalia. Tusaidie Bwana, tusaidie Mfalme, tusaidie kiongozi. Elimu yetu haina ufahamu zaidi ya elimu yako kutujulisha namna ya kukujua. Tukiwa na ufahamu wa kujua wewe Mungu, tutakuwa na hatua ya kufika kwako. Tutakuendea Mungu, tutakuabudu katika roho na kweli, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu hakika unayetenda na kufanya kadiri ya mapenzi yako kwetu. Aomba kanisa lako Mwokozi, ukalirehemu pale yasiyajua, ukawasamehe mahali ambapo watambui, ili wanakarejea katika mikono na miguu yako salama. Mungu akasimame na kuenenda kwa namna unayotaka wewe, kwa damu yako ya thamani. Yesu tusaidie, Baba tusaidie. Tunayaweza yote katika wewe unayetutia nguvu. Simama na watu wako Bwana, ukapitishe roho ya kukata tamaa, ukainue roho ya kuisha, ili wakawe hai upya. Mauti na kifo chenye kuua njia zao, kwa damu ya Yesu Kristo hizo roho zikae kimya. Wewe tu Mungu, ninayo imani ya kwamba unaweza kutetea, unaweza kutuwezesha, unaweza kupigania, unaweza kukumbusha kwa kila namna na kwa kila lango, tukapenya Mungu. Maana ushasema kwamba wewe ni mlango na kila ingia katika mlango wako
wataona uzima wa damu yako ya haki. Tuone uzima wako Mwokozi, tukaone haki yako Bwana, tukakushwe salama kwa namna ya ushindi wako, tukishindaniwa na wewe katika kila hali na kila jambo, tutavuka salama. Nikushukuru Mwokozi, nikutukuze kwa yote ambao umetutendea. Ubarikiwe na uinuliwe Mfalme. Ndipo hapo napenda kuweka mikononi mwako, hata kabla kuielimisha ibada hii. Wanao wote watangulie, wafunike kwa nguvu ya damu yako, tutunze na tulinde tunapoondoka. Hatuko tunaielimisha ibada hii kwa nia mbaya, ni kwa taratibu za dini. Tubarikie yote yaliyotendeka tangu mwanzo wa ibada mpaka mwisho huu, ukatujalie neema nyingine kwa makusudi ya haki yako. Asante yako mbele yetu, tukuone Baba yetu, kuhimiliwa na utukuzwe kwa kuwa ni Bwana na pendo. Utaendelea kuwa pamoja nasi katikati ya mchana wa leo, katika namna ya Mwana Yesu Kristo, Baba yetu tunayekupenda. Tumeomba na kuamini kwa nguvu ya uwezo wako. Asante Kristo. Amen. Amen. Pia tuairishie ibada yetu kwa maombi.